Minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan, ndugu zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'na laka dhikiraka. Ikhwani, ama anwani yangu leo hii inaitwa tinu fil manami, kuota udongo usingizini. Nini maana yake kwa wale watu wa ndoto? Inshallah tuende pamoja. Tunaanza kusema udongo mbichi. Unapoota udongo mbichi katika ndoto, basi ndoto hiyo inakujulisha hayo ni maradhi na ni mitihani. Hiyo ni nukta yetu ya kwanza. Ama nukta ya pili, tunasema udongo mkavu katika ndoto ni kipande cha mali na pesa nyingi sana. Ama nukta ya tatu ya ndoto ya kuota tinu fil manami, yani udongo katika ndoto, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kazi ya maisha yake ni udongo, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba kheri nyingi utaipata. Ama nukta ya nne ya ndoto ya kuota udongo usingizini, yani tinu fil manami, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anajenga kwa udongo, basi njozi inakujulisha kuwa hiyo ndiyo dini yako, ndiyo yakini yako. Ama nukta ya tano ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kalipendezesha kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutumia udongo, basi njozi hiyo inakujulisha kuwa utapata mali na utaenda hija. Ama nukta ya sita ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaipendezesha nyumba yake kwa udongo na udongo huo ulikuwa mbichi, basi njozi hiyo inakujulisha kwamba wewe ni mtu mwema sana. Ama nukta ya saba ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anakula udongo, basi ndoto hiyo inamjulisha ya kwamba utakula mali kwa kiwango cha udongo uliokula. Ama nukta ya nane ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa ameingia ndani ya udongo au umejipakaa udongo, basi njozi hiyo inakujulisha hayafuatayo, kwamba utapata maradhi na matatizo. Ama nukta ya tisa ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kisha akauona udongo, basi njozi hiyo inakujulisha haya ya ufuatayo. Tunasema muda wa ajali ya mgonjwa wako imekaribia. Yani mgonjwa katika hali ya kawaida, si kwenye ndoto wala nini, katika hali ya kawaida huyu mtu ni mgonjwa, lakini alivyolala ndipo akauota udongo. Sasa maana yake ni kwamba muda wa ajali ya mgonjwa huyo imekaribia. Ama nukta ya 10 ya ndoto ya kuota udongo usingizini, tunasema tinu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kauchoma udongo kisha akaanza kuula huo udongo wenyewe, basi ndoto hiyo inakujulisha ya kwamba huo ni utesi na upumbavu. Ikhwani zangu, niishie katika nukta hii ya 10 biidhnillah tabaraka wa taala. Ya rahmukumullah, tutakuja kuendelea nukta zingine kwa siku nyingine biidhnillah inshallah. Mimi ni kuage kwa siku ya leo kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.